Huduma hii ya uimbaji wa kiroho inahusisha ustadi, lakini kwa moyo wa ibada. Inahusisha ustadi kwa moyo wa ibada. Bwana Yesu asifiwe. Ustadi kwa moyo wa nini? Wa ibada. Tusome Zaburi ya 33 na mstari wa 3. Ndio. Mwimbieni wimbo mpya. Pigeni kwa ustadi. Kwa sauti ya shangwe. Hebu anza kabisa mstari wa kwanza. Tuishie hapo 3. Mpigeni Bwana vigelegele, enyi wenye haki. Usifu unapasa wanyofu wa moyo. Yes. Mshukuruni Bwana kwa kinubi. Kwa kinanda na nyuzi 10 cha nyuzi 10. sifa. Yes. Mwimbieni wimbo mpya. Pigeni kwa ustadi, kwa sauti ya shangwe. Ya shangwe. Asante sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pointi yangu iko hapa kwenye mwimbieni wimbo mpya, lakini pigeni kwa ustadi, kwa sauti ya shangwe. Unapoambiwa wimbo mpya ni kitu gani hiki? Wimbo mpya ni ule ambao Roho Mtakatifu amekusudia uimbe kwa wakati huo. Unaitwa wimbo wa wakati. Watu wengi huwa wanashindwa kuelewa wanapoambiwa imba wimbo mpya. Anafikiri ni kutunga wimbo kabisa ambao haujawahi kusikika na watu wengine. Wimbo mpya ni ule ambao Roho Mtakatifu ameuwasaini. Tunaelewana jamani, ndugu zangu? Ameuwasaini kwa wakati huo kwamba uimbwe. Yesu asifiwe. Waimbaji wote na maandalizi kuhudumu Jumapili, lakini lazima tufanye maandalizi. Sasa maandalizi hayo, wale ambao wote tunawapanga, mimi kule niliko napanga watu kuimba. Kama wewe wiki hii utaimba. Sasa ukimpanga mtu kuimba, lazima atafute Mungu. Haleluya. Atafute Mungu apewe wimbo wa wakati huo. Yesu asifiwe. Kwa hiyo sio kukurupuka. Akipata huo wimbo wa wakati, basi anauleta. Lakini pia wakati mwingine tunasaidiana kabisa. Tunaomba Mungu kabisa kwamba tupe wiki hii, tupe wimbo ambao wewe mwenyewe umekusudia kuimba. Na ukija ule wimbo wa wakati ukaimbwa Jumapili au kwenye ibada yoyote iliyopo kwa wakati huo, wimbo huo unakuwa ni wimbo wa baraka. Wimbo huo unakuwa ni wimbo wenye mguso mkubwa sana, kwa sababu ni Roho Mtakatifu ndio ameukusudia kwa wakati huo uimbwe. Yesu asifiwe. Kuna nyimbo zingine huwa zinaimbwa sio za wakati, sio mpya, sio za wakati huo. Yaani yule anayeimba ni kama ana struggle, anatumia nguvu kubwa sana, kumbe sio wimbo uliokusudiwa kuimbwa. Yesu atusaidie sana. Amen. Yesu atusaidie sana. Amen. Yaani mtu anahangaika, ndio maana watu wengi wanakuja hapa madhabahuni, anaanza kubadilika. Anabadilisha nyimbo na nyimbo, anatafuta ni wimbo upi utafaa watu. Ni kwa sababu hajapata ule wimbo ambao Roho Mtakatifu ameukusudia kuimba. Yesu atusaidie. Amen. Lakini wimbo mpya ukiimbwa, wakati mwingine ule wimbo unaweza usiishi hata. Unaweza usichukue muda mrefu, tayari watu wanaingia. Watu wanaingia mbele za Mungu. Haleluya. Unawafikisha watu kuliko kusudiwa kufika. Yesu asifiwe. Lakini kipengele cha pili anasema kwenye mstari wetu wa 3, pigeni kwa ustadi, kwa sauti ya shangwe. Pigeni kwa ustadi, kwa sauti ya shangwe. Ustadi ni nini? Huo ustadi unaozungumzwa ni upi? Ustadi kwa lugha rahisi ni utaalamu, umahiri, kwa uelewa. Tuko pamoja jamani? Kwa uzuri, unaitwa uzuri.
Yaani unaimba kwa uzuri. Unaimba kama inavyotakiwa uimbe. Sasa uzuri unaosema ni upi? Uzuri unaosema ni ule mpangilio wa uimbaji. Tunaposimama praise team au kwaya kuimba, especially hii live, lazima kuwe na mpangilio wa sauti. Tuko pamoja ndugu zangu? Lazima kuwe na mpangilio wa sauti. Mpangilio huu ukoje? Sauti ya kwanza lazima ielewe kwamba hii ni sauti ya kwanza. Lakini sauti ya pili nayo tunataka tuisikie kwamba sauti ya pili inaimbwa. Lakini wakati huo tunataka tuisikie pia sauti ya tatu iimbwe, tuisikie, isikike. Yesu asifiwe. Amen. Waimbaji tuna challenge kidogo kwa kweli kwenye mambo haya. Yaani kwa hiyo kuimba sio kuimba tu. Unaweza kama mnatoa sauti vizuri, sauti zinasikika lakini ziko kwenye mpangilio. Yesu asifiwe. Amen. Ziko kwenye mpangilio unaotakiwa kuimbwa. Ndio maana watu wanajitahidi sana. Kweli kama hakuna mwalimu, bora atafutwe mwalimu wa kufundisha waimbaji ndani ya church. Atafutwe mwalimu wa kufundisha ndani ya church ili mambo yaende vizuri kanisani. Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo sio kiroho tu tunachokiongelea hapa. Kwa hiyo ustadi nao unahusishwa kwenye hiki kiroho tunachokisema. Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo muimbishaji kama atasimama kuimbisha ajue ni kii gani anaimba. Ajue ni kii gani anatuimbisha. Kwa mfano kuna clip moja niliona sijui kama mlishajiona. Mama mmoja amesimama kuimbisha. Alipoanza kuimbisha, yaani ni kama amechemka, sio amefanyaje? Anaanza kuchemka. Akaanza kuhama ki. Yaani piga kinanda akaanza kuhangaika hapa, anamtafuta mpaka alichoka. Sasa unaona hiyo kitu? Anaingia mtu sasa mstaarabu. Anaingia mtu anayejua mambo ya kuimba. Hivi atarudi kwenye hiyo church? Atarudi kwenye hiyo kanisa jamani? Au kwenye hiyo ibada atakuja arudi tena? Kuna watu tutawakosa kwa sababu ya ubora uliopo ndani ya kanisa. Kuna watu tutawakosa kabisa. Kwa sababu watu wanataka waingie waone kinachofanyika ni cha kiwango cha namna gani. Kwa hiyo sio kuabudu tu. Mungu anataka pia mambo mazuri. Biblia inasema hapa, mwabuduni kwa uzuri wa utakatifu. Hiyo Zaburi ya 29 na mstari wa 2. Unaweza kaiandika hiyo. Mwabuduni kwa uzuri wa utakatifu. Sasa uzuri huu unaosema ni ule utaala. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ni lazima tuzingatie haya maeneo muhimu sana katika huduma. Huduma nyingi hazina maendeleo yanayotakiwa kwa sababu ya ubora walionao. Walisharidhika na hali walionayo. Sasa hiyo ni hatari. Kama mwimbaji ukaridhika na hiyo hali ulionayo ni hatari kubwa sana. Na ndio maana watu wao wanachukua hatua za makusudi. Tafute wataalamu ambao wanaweza kutusaidia. Watu wanaojua mambo ya sauti, watu wanaojua mambo ya muziki. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.